Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo nataka niongee neno hili, imekuwa ndani ya moyo wangu. Tangu mimi nitoke kule Turkana, ni makanisa mawili tu nimehubiri. Kando na Chemororoch, nimekuwa Mosque na nimekuwa kule Siwa Kimurugoi. Na nitaenda Kimurugoi, nitamalizia hapa na mimi naenda Lodwar. Mimi sijui ni kwa nini. Nasikia tu hivyo ndani ya moyo wangu. Na Mungu ananichokoza tu na niambia hii umefanya kitu. Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka niongee juu ya kitabu cha Mhubiri 12 kuanza mstari wa kwanza kuendelea. Neno hili imekuja ndani ya moyo wangu. Maana mtu wa Mungu akamwambia washirika kama nyinyi, mkumbuke Bwana siku ya ujana wako. Sema amen. Amen. Kumbuka Mungu siku ya ujana wako. Kabla haijafika siku ambayo haijalia bado, ambayo utasema sina furaha, kwa hiyo tuko pamoja. Amen. Sindisalamie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka Mungu muumba wako. Siku bado uko na nguvu. Siku ambayo unaanza kama mahali hapo unaruka, kumbuka Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kabla hujafika siku ambaye watakuweka kwa juu hapo na hakuna mtu atakutoa. Hata mvua ikinyesha, hakuna mtu atakutoa hapo. Siku ambayo ni mbaya kabisa. Kumbuka Mungu wakati uko na nguvu yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka Mungu wakati ambao unaanza kuimba, mpaka watu waitike hiyo sauti yako, wapige vigelekele kwa sababu umeimba. Kuna siku hata watakupita, hata kama wewe ni pastor, watakupita hapa, hakuna mtu atakwambia imba. Sema amen. Amen. Tuko pamoja? Amen. Najua mimi nabarikiwa na hii neno. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku ambayo nilikuwa naambia watu, mimi nikikuja kwa kanisa wachache leo nisikie. Kumbe mimi naongea upusi. Soje nihubiri injili saa ile bado ninapewa nafasi nihubiri. Kabla haijafika siku ambayo watanipita tu hapo. Hakuna mtu ambaye atanisalamia hata. Watakuona tu hapo ukiwa kama takataka. Leo ni siku ambayo lazima ukumbuke Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna neno hapa mtumishi wa Mungu anasema kwamba lazima tukumbuke Mungu kwa hii muda ambao ametuleta mpaka siku ya leo. Kuna watu wamekuwa na pesa na leo hawako. Kuna watu ambao ni matajiri hawana kitu. Kuna watu ambao siku ya leo wako wanalala kule kwa hodi. Nilienda siku moja kwa hodi nikakuta mwingine amefungia mguu hapo juu. Atiko atalala hapo mwaka moja kama mguu imefungwa hapo juu na wameweka chuma hapo na wameweka huko block. Inyoroshe hiyo mguu. Na watu siku ya leo wako mzuri. Kumbuka Mungu. Tuko pamoja? Amen. Nani amepata anisomee hiyo? Tunasoma tu haraka. Sinajua dakika yangu ni kidogo na nitamaliza saa hii. Kumbuke muumba wako siku za ujana wako. Kabla haijacha siku hiyo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka muumba wako siku ambayo bado uko na nguvu. Kabla haijafika ile siku ambayo maandiko yanasema kwamba haijafika bado ambayo utasema sina furaha, kwa hiyo kumbuka Mungu amekutoa wapi? Kumbuka Mungu amekupigania kutoka wapi? Kumbuka Mungu amekutoa kwa jamii gani? Unajua kuna watu ambao wametolewa kwa jamii ambaye Samani nilikuwa nauliza Mukisi mwingine, nikauliza bwana wanaita Mukisi Nyang'au. Sunisaidia baba, Nyang'au ni msemaji. Nyang'au. Kama Nyang'au. Nyang'au. Nyang'au ni jina la mtu. Na hilo jina wanamtajia ni kama alikutana na mnyama. Alikutana na mnyama. Kama huyo mtoto anaenda kusaidia. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sikaribu hata mimi nijue kisi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ingefika siku ambayo mambo inakuwa ni mbaya. Siku ambayo watu hatatamani kuongea na wewe. Unajua kuna siku ambayo watu hatatamani kuongea na wewe. Kuna siku nilikuwa naambia watu wengine, kuna mtu ambaye hapo kanisani umepewa tu kuwa muimbaji, umepewa tu kuwa msenganiza, unaanza kuingia watu wanasema kwamba ati hata mimi nataka nishuke huko ikale. Ile siku ambayo utashuka ndio utajua dunia hii iko maneno. Bwana Yesu asifiwe. Hata wale watu ambao kuna siku ambayo utamkumbuka Mungu, muumba wako, amekutoa wapi?
Amekupigania kutoka wapi? Ni nini Mungu anataka ufanye kwa maisha yako? Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Itafika siku ambaye dunia itakataa maisha yako. Na siku ambayo watu wanakukataa na Mungu atakukumbuka. Maana ulikumbuka wakati bado ulikuwa na nguvu. Maandiko yanasema kwamba wakati Hezekia mambo ilifika mwisho. Maandiko yanasema kwamba akawa kuna hatari ya kukufa, akakonjeka na akamwambia Mungu, kumbuka ile kazi nilifanya. Wewe umefanya nini wewe? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia Mungu, kumbuka ile kazi nilienda mbele yako kwa ukamilifu. Nilienda mbele yako sawa sawa. Kumbuka kazi ambayo nilifanya mbele zako. Nimefanya mbele za Mungu ambayo Mungu ataona siku ya leo. Hata wakati mambo ambayo imekuwa ni ngumu, unamwambia Bwana usikumbuke. Sema amen. Amen. Na usifanyike vitu kwa sababu watu wanafanya. Najua kuna watu wanafanya vitu kwa sababu watu wanafanya. Kuna kitu mtumishi wa Mungu ameongea mahali hapa. Wale ambao wamefanya wamebadilika na kama nani? Ezekiel. Kwani Ezekiel anaongoza watu alafu si anaongoza wanyama? Sawa, kutuelezea mchezo. Kwa sasa kwani ni punda? Si hata punda anabebanga mzigo. Tumtubebee mzigo iko namna gani? Kwa sasa asifiwe. Kwa sasa asifiwe. Haijafika hiyo siku bado. Sai wakati najua na Kaini tumekaa naye. Kwa sababu umri ya miaka ambayo imekuja, hata wimbo ambao ameimba mahali hapa, ameimba tu mbaya. Kwa sababu hii sauti haitoki vizuri. Simuimbe kama bado Mungu na nguvu. Nisalamie. Bwana Yesu asifiwe. Anatamani aweke wimbo ili anabariki moyo wake, lakini sauti inakataa. Kwa sababu ndio maneno ni mengine. Na wale ukiambia kwamba wimbo wewe unaanza kuringa na hiyo sauti yako. Itafika siku ambayo unasema mimi sina furaha kwa hii. Sina furaha kwa hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka Mungu wakati bado unaanza kuruma, bado watu waone kwamba kuna kitu ambayo imefanyika. Ruka kama vile vijana wameruka magaba. Ruka ni kama utaruka kesho, maana mambo ya kesho hujui. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tena ikiwa tunataka iongee kama mtu, maana kuna siku utaona watu wakicheza na wewe umekaa tu chini. Utaona watu wakifanya mambo hapa. Baba unasema kwamba wakati wangu, wakati ni sahihi uanze kufanya maneno. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wako ni sasa. Kumbuka muumba wako, siku msee bado uko na nguvu. Siku ambayo bado unakuja kanisani. Itafika siku ambayo nyumba yako ndio inakuja hapa. Watu wanakuacha hapo kwa nyumba, alafu wao wanakuja kwa ibada, alafu tena wanakuja na kupata hapo. Sasa hivi bado kuna nguvu ya kutembea, wewe tembea, tafuta Mungu. Ambia Bwana niko mahali hapa ili siku ambayo mambo ni magumu Mungu akukumbuke. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Maana itafika siku ambayo watu watakataa maisha yao, watakukataa. Juzi nilikuwa mimi nafanya hii kazi ya mali. Niko na pikipiki natembea naye. Nikakuta gogo mwingine wamemweka hapo kwa jua na upepo ikabeba sana ile kaambule alikuwa amesimamisha hapa. Amekaa tu hapa anauliza, "Ni nani hapa? Ni nani alaka hapa?" Watoto wao wengi mahali hapa wanaona kama punda ndio anaili hapo kwa jua, hawaendi hapo. Na wao ndio bado Mungu amekupa nguvu unaringa nini? Itafika siku ambayo unasema mimi sina furaha kwa hii. Mpaka unaitaka kifo. Si ukuje unichukue. Kifo ndio anakataa kukuja. Tumikia Mungu sasa hivi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi wakati wa kutumikia Mungu. Wacha kuangalia watu, kuna watu wengine wanasema ati kwa sababu fulani hajaenda kanisa. Kwani utaenda na mtu? Bwana Yesu asifiwe. Ati kwa sababu mzee hajaenda kanisani, ati mama unajikunja nyumbani. Si akae. Kwani utakufa na wewe? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengine kama kwamba ndio ilikuwa kwa kanisa utaenda. Wewe unaenda kwa sababu ya watu. Iko siku hawata kukwaza lakini hautakuja kwa sababu una nguvu ya kukuja. Uko pamoja? Iko siku ambayo unasema kwamba nataka niende rally kama vile unatangazia vijana au hata hiyo siku hiyo utaona watu wakifanya mchezo na watakuwa na kapu. Sema amen. Amen. Watafika siku ambao wanachinja ng'ombe, wanakula nyama, wanapewa matumbo. Kwa sababu hauendi mali. Kwani wewe unachunga au uchungi? Hakuna kitu wanafanya, utapewa matumbo. Sasa hivi bado uko anapewa na kupewa nyama, wewe tembea ukule nyama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mnanifuata? Yes. Tumikia Mungu sasa hivi, baba. Wewe mzalaka tumikie Mungu. Sasa hivi bado uko na nguvu. Tumikie. Ile siku ambayo kabisa mambo imefika mahali sema kumbuka Mungu, nilisungua kwa sababu ya kazi yako. Nilifanya hii kazi. Bwana usiniache. Baba unishike tu mkono, unisaidie. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Tumeambia mahali hapa wacha kujisumbua kwa neno lolote. Kazi yako ni kuomba na kusema Mungu asante. Bwana asifiwe. Amen. Mwambie Mungu asante kwa maisha ambayo umeniweka, asante. Wewe ni Mungu. Hao watoto ambao umenipa, asante. Bwana asifiwe. Na siku moja Mungu najua utafanya kitu kwa hiyo watoto ambao umenipa. Kushukuru Mungu. Na kuambia Bwana anajua huko na unapatikana. Bwana asifiwe. Wacha kupata mambo hapo. Nani baada anaongea mambo ya Krismasi hapa? Krismasi iko watu wameharibu ladha ya chapati. Sasa wakati yetu ilikuwa ukisikia chapati Krismasi kweli chapati. Sasa leo tunakula chapati kila siku. Ladha ya Krismasi iliisha. Amen. Bwana asifiwe. Kama ni siku gani anaondoa mitumba? Hakuna watu wanapaa ngombe. Sasa kuna ladha ya Krismasi wapi? Krismasi sasa nikwambia Mungu kaa ndani ya maisha yako. Hakuna kitu kingine. Bwana asifiwe. Kama ni nyama wameleta mpaka shilingi 10, wanaweka kwa kilo nyingine hapo inaonyesha kama ya kisasa. Wanachukua nyama shilingi 10 inaenda kukula. Na samani kukula kuku kwa mwaka ilikuwa ni ndoto. Tena mama na mzee ndio wanakula kifua wanapea sisi miguu. Na tunasikia mzuri tunapiga makofi. Na tembea na makuja ya kuku hapo nje na daba tulikula kuku. Na kuna watu walikula kifua, sisi tukaenda na ile miguu wakaenda chini. Siku hiyo tunafuraha. Siku ya Krismasi na leo sasa nani atakutisha na hii? Bwana asifiwe. Ukiona mtu anasumbua watu Krismasi, huyu hajui mahali ametoka. Na huyu mtu ni mkora, hata katikati hapa alikuwa anafanya vituko tu. Amen. Kwanza mama nyinyi mna gani? Maandiko yanasema kwamba nywele ni fahari ya mama. Mama ukitengeneza nywele hii hapa ya kawaida, inapendeza kuliko nyingine hii ya shilingi 50. Hii inasumbua. Ubaya tu mama usinyoe kichwa kama hii yangu. Wewe utakuwa ni pepo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na hivi vijana wadogo peleka hizi watoto wetu kwa hii tengeneza hii nywele. Awacha kudanganyana hii wakora hii. Tengeneza hata ajue mimi niko kwangu. Tuko pamoja? Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mahali walisoma hapo wakasema tusije tu wamama siji gani atisimama nao mama wamesimama na sisi kwa hii kazi tumepigania injili pamoja. Kuna kitu kama hiyo walipitia. Bwana asifiwe. Kama wakumbuke hata wamama wasaidie. Kwa sababu ukiona hata mama kanisa kichwa inakaa hivi, wamama msanyane peleka mambo kwa saluni na kiitwa mama kanisa na kwa sawa. Bwana asifiwe. Wanatamani mama kanisa mwingine huko na unawake yako nakaa kama sekeseke. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Asanteni wale ambao usikubali pasta yako ukatae kwa soko. Sasa hivi najua mashungani hawa washirika wapo wote watasema hii ni pasta yetu. Ndio hiyo pasta yetu. Bwana Yesu asifiwe pasta. Lakini amepiga longi raka nani atasema? Na wewe unataka ubarikiwe? Shida hapo na shida. Bwana asifiwe. Sema amen. Amen. Bwana asifiwe. Maandiko Yesu akauliza siku moja akasema nilikuwa huja kunipea nguo. Wakorajili wakauliza ni siku gani ulikuja kutufidia? Bali Yesu ndiye anahubiri hapo ni haraka. Haraka ndiye anahubiri hapo. Sio ndio sauti ya Mungu. Akifaa vitu kutoka kwenu ni makosa. Bwana asifiwe. Niko makosa hapo. Ndio siku mambo itakuwa tunasema Mungu sio kumbuke tulifaisha mtumishi. Sio kumbuke. Kwani umesahau hiyo tulifanya? Najua kuna watu wanatoa pati, kuna mtu anatoa hapa hata atoi kwa nini? Sasa ukisema kwamba Mungu nimefaisha mtumishi wako hii magonjwa ambayo imezidi kwa ibomba iondoke. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Unawahi kitu tunaambia Mungu nimetoa hii kwa sababu ya hii. Yes. Ukitoka na watu wanatoa, toa ukiwa na lengo na sababu. Amen. Ya kwamba nimetoa ili mambo fulani ibadilike kwa maisha yangu. Nimepeana hii kitu ili maisha yangu ibadilike. Si ati ya kwamba unatoa kwa sababu watu wana Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hii mambo unasikia pastor unajua umenichokoza sahi. Ati nguo ya Sekele anafaa. Hii nguo ya Sekele inafanana kila siku. Siwaje tubadilishe yetu. Leo ni rangi nyingine kuja kesho na nyingine. Vijana hii kama ni wamama waleta, si vijana walete nyingine. Wanafaa nguo moja namna gani? Hata wewe jua kama walibadilisha. Waona hizi tuko kanzo nyeupe kila siku. Kana mchezo za nyingine. Bwana asifiwe. Wazee walete nyingine, wamama walete nyingine. Leo akiamka na nyingine. Sasa wataleta yule wa mama jana, yule hiyo pasta ile asuti nyeupe. Si waseme yule pasta hata watu elewi mtu. Leo anakuja na hii, leo anakuja na hii. Anakuja hapa nyumbani akirudi soko anaenda na nyingine. Na wewe unabarikiwa kule nyumbani.
Tunisalamie. Bwana sasa asifiwe. Kumbuka Mungu siku ya ujana, siku uko na nguvu, siku ambayo unakimbia, siku ambayo unaanza kuhubiri, siku ambayo unaanza tumwa, siku ambayo unaanza tembea na mchungaji wako. Kama jana niliona vijana hapo wakitembea na mchungaji pamoja na wamama, wanaonyesha kwamba sisi tuko na nguvu kusimama na kanisa letu. Bwana sasa asifiwe. Nyinyi mnafanya watu wengine, atajua kuna watu hata hawezi kutisha mimi. Kuna hata madini mimi hawezi kunitisha. Utanitisha nani? Sarakasi. Sasa utanitisha. Hawezi. Bwana sasa asifiwe. Na muendelee na mnaye kutembea na mtu wa Mungu. Na unajua hapa anamaliza kazi kufunza wanafunzi. Hakuna kazi hii kazi anafanya hapa anawafunza. Msiposhika hiyo, shauri yenu. Bwana sasa asifiwe. Mtabaki tu hapo. Tuko pamoja? Amen. Bwana sasa asifiwe. Amen. Kitabu cha Warumi 8:31. Mtu akauliza, "Je, ikiwa Mungu yuko upande wetu, ni nani tena mwingine yuko kinyume na sisi?" Kama Mungu yuko upande wetu, ni nani ambaye atatutisha? Hakuna. Bwana sasa asifiwe. Ati mnalia ati mambo. Msiache endelea kuomba Mungu. Wacha mambo ya kulia atakunua plot. Itakuja siku yake. Wewe ngangana tu. Fanya mali ambao unaona kuambia Mungu mimi nimefika hapa. Hapo mali mabaki ni wewe. Na atuondoke hapa. Atuondoke Maranatha. Tutaenda mpaka tuone mkono. Uzipo tubariki. Wewe uko na upendeleo. Najua kuna watu wamejenga kanisa kwa haraka. Naona kila siku nasikia sina. Nikikuja sina. Leo ndio sijasikia. Sio walitoa mapema. Hasina. Sina ibarikiwe. Bwana sasa asifiwe. Na kuna watu wengine wanaenda kudanganyana tu hapa hivi. Alafu wanapewa. Wewe ngangana, unajua yako unadhambia Mungu. Tunakumbuka nilala njaa kwa sababu ya nyumba yako. Kuna mshirika wetu mwingine kule ya Kifukara. Ataliambia watu, "Mimi niondoke hii kanisa. Iko mabati yangu hapa, iko simiti yangu, na bibi hata wakinikwaza sitaenda. Wanitoe kwa uongozi, mimi nitakuwa hapa, maana mimi nakaa kwa mabati yangu na kwa simiti yangu." Wewe una kitu kama watu wanaamama kwa kanisa hakuna kitu. Hao ndio wakora ya kanisa. Sasa ile watu wanaanza kutoa, wanaanza kuleta kisirani hapo. Kama mimi na kaidi na kuona hapo hii miaka yote. Ati leo nikupata umesimama kwa kanisa kingine hapo. Ati unadanganya watu unasema ati leo hii mimi nimekuja niko mshirika wenu. Hata washirika hapo watajua mzee amechanganyikiwa. Ile mwaka amekaa na Maranatha leo nini imekuja? Watu wengine wanapunguzwa na kutoa. Bwana sasa asifiwe. Kutoa. Mimi napenda nitoe mpaka watu wajue. Yes. Mimi napenda kutoa. Mimi napenda kutoa. Amen. Bwana sasa asifiwe. Mimi nilipotoa mimi maisha inakuwa nyingine. Mimi natoa. Na nikiona kabisa mambo imekuwa ni ngumu mimi inafika mahali natoa. Yes. Niliwapea siku moja hadithi. Siku moja watu walikuwa wanatoa sadaka kanisani. Walikuwa wanatoa sadaka. Na mimi sina kitu. Nikauliza mama, kesho tunatumiangezana shilingi 300. Na mimi ndio mchungaji niliongea na sauti yote ya kwamba tutatoa shilingi 300. Na mimi nikaona hapa hakuna kitu. Na mimi nikakumbuka kule kwetu kuna mali inanunuliwa misogoro. Na wale watu ambao wananunua misogoro ni watu wa kupiga chang'aa. Na nikamwambia Mungu, nikamwambia mama, mimi nitaanza ninunue hiyo misogoro nikuje niuzie watu hawa ya chang'aa. Ili ikifika siku ya Jumapili mimi nasimama na shilingi 300. Mimi nataka kujua ni nini. Mungu ajue mimi. Nikalala kufika usiku nikamwambia mama, panga magunia yangu hapo. Nataka niende na gunia ile. Na mimi niko tena kukopa na nikuje niguse maana watu wananijua nitarudisha hiyo pesa baadaye. Bora ajue ni Morris watanipea. Amen. Bwana sasa asifiwe. Amen. Na mimi kama kufika asubuhi mimi naamka nataka nifunge magunia niende. Nichukue misogoro kwa Kipsen na nikuje niuze kwa mama ya changa Jumapili leo ni Jumamosi. Jumapili mimi niko na shilingi 300. Mungu akaona hii mkono ameamua kunitesa, kuniweka. Waitaka Mungu zingine kwa maneno. Mungu akaona hii jamaa ameamuka. Tena mimi naamuka mapema saa 11. Amen. Nasema waje nionyeshe Mungu mimi nampenda. Amen. Utanitisha mimi na hivi vitu ambao unanitisha naye. Mimi najua mali Mungu amenitoa. Sasa utaniambia nini wewe? Na nikafunga magunia yangu na mimi naamuka nataka kuondoka. Na kijana wangu mkubwa anapiga simu. Habari ya baba mzuri, tumeamuka tu kwa salama. Mimi niko naelekea Uganda, nimepewa lori fulani naenda na huko. Niko na shilingi 1000 hapa, nataka kununua sukari. Nikarudi nikaambia mama, Mungu amejibu. Huyu Mungu lazima tumweke kwa maneno, kwa kazi. Sema amen. Pigia makofi. Hatuhubiri kwa sababu watu wahubiri, hatuhubiri mtu.
Hatuvoti mtu mambo ya mtu fulani. Tunajua mahali ambaye Mungu amenitoa. Nikaambia mama sasa Mungu amejibu hii maneno. Shilingi 300 yangu weka hapo na hiyo mambo pesa nyingine tunapigia mwili pole kwa sababu Mungu aliona nimekasirika na yeye. Weka Mungu majaribu. Sema amen. Na mimi nakumbuka hapo mahali nikajua kwamba kumbe Mungu anasikia. Alijua kwamba ameamua. Amua maneno mengine hata kama ikunua ikulete. Amua maneno mengine. Mpaka watu waone ni kama umechanganyika uko sawa. Uko sawa kabisa. Bwana asifiwe. Na nikalipa shilingi 300. Nikasikia niko sawa. Niko na Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kumbuka Mungu wako. Tumikia Mungu saa hii. Kimbilia Mungu wakati huo. Hii ni wakati wa kumwambia Bwana, nataka ushuke unibariki. Nataka usimame na maisha yangu. Mungu simama na kanisa hili. Sio wakati ambao unaanza kuuliza watu. Wacha nikwambie. Hii makurusini ambayo inafanywa mahali hapa ni kunyang'anyana tu washirika hii wadogo. Mtu anakuja anaanza vyombo hapa. Hakuna na kwa nini walevi hapa ni wengi na makanisa ni mengi? Kwa nini? Kuna mahali maandiko yanasema hivi. Kuna watu wanataka kufanya mtu mmoja kwa mwenye haki, lakini ni mwana wa jehanamu mara mbili. Bwana asifiwe. Kuna watu ambao wanazunguka kuchukua watu, wanapeleka hiyo kanisa, wanasababisha yule mtu anakuwa mwana wa jehanamu. Maana hakuna zaidi mtu anahubiria walevi, ni kusema kuja kwa kanisa leo tukupea uongozi. Uongozi ndio ungwa gani? Kitu gani hicho kiongozi? Soma maandiko kama kuna mahali anasema kiongozi anaingia. Inasema mwenye haki. Mwenye haki yangu ndio atakayeingia kwa hiyo ufalme. Wale watu ambao wanatenda mema, hao ndio watu ambao wataingia katika ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Sio viongozi. Viongozi nini? Kama kuna watu wanasumbua kanisa ni viongozi. Kina Miriam, kina Kora, watu wajanja. Miriam hapo kanisa anaanza kusema, "Hatujui hata huyu Musa atijana na mwanamke wa kimataifa." Kwani Mungu wako anajua? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hapo umepewa kukupewa tu uongozi kidogo, hatuwezi simamia tu vijana. Unaanza kupiga vijana mateke, hata watu wapate kesho. Hata ukinipiga mateke kwanza utaenda ndio mimi nirudi kwa hiyo kanisa. Nitahubiri vizuri. Sema amen. Bwana asifiwe. Tukumbuke mahali Mungu ametotoa. Kama mimi Emuli alikuwa anatembea kama ng'ombe na leo hii mimi niko natembea. Wakanitupa kwa maji, wakaniokoa. Sasa mimi si najua mahali Mungu amenitoa. Wewe ukiniambia hakuna Mungu, mimi najua Mungu yuko. Ni bila wewe uje kukutana na Mungu. Bwana asifiwe. Mungu anabariki. Amen. Mungu awatende mema. Amen. Mungu awatie nguvu. Bwana asifiwe. Dakika yangu nilisema nimemaliza. Nikisema hivi. Kama wewe ni muimbaji, imba mzuri. Maana kuna siku mambo itafika mwisho. Kama Mungu amekupa neema ya kushauri kanisa, si ushauri kanisa. Kuna watu wamepewa tu kushauri. Kama vile mzee ameongea mahali hapa. Najua amesoma andiko lingine hapa, wewe uliona ni kama alikuwa anajifanya hapa hivi. Yaani hao jamaa wanasema sisi tuko na Mungu. Hii vitu wanatuambia tuabudu, sisi hatuwezi. Hatuwezi hivi vitu. Na hata ukifanya nini, sisi hatutaabudu Bwana. Sisi tunajua Mungu wetu yuko na yeye ako na nguvu. Bwana asifiwe. Na nile naambia hata muwashe moto, mfanye nini? Sisi tuko na Mungu. Mimi niko na Mungu. Kuna mtu mwingine anaitwa Nehemia. Bwana asifiwe. Amen. Watu wengine wakora wakasema, "Hii kazi mnafanya kwa hii kanisa yenu kila siku atu mnajenga. Hakuna kitu mnafanya. Nyinyi mnafanya tu kazi ya mchezo." Akasema kwamba sisi tuko na Mungu lakini nyinyi hamna fungu kwa nyumba ya Mungu. Sisi ambao ni watumishi wa Mungu tutajenga. Tutatumia nguvu yetu na tutajenga. Bwana asifiwe. Kabla ikiharibika siku hata hapo. Chunga watu wanakudanganya. Hatuwe tangu kuja kwa hii kanisa, hatuwe sasa unatakaje? Hati watu waone hata umesekea hapa, hata wangekununulia nini? Suko na watoto watanunua. Mimi nilikwambia kanisa nanunulia watu maplot. Hapa ni Mungu watu tunajashwa roho na kufundishwa kwenda katika ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Hata wengine wanasema hatuwa naenda kwa Maranatha. Kwani Maranatha inaandikwa hapo Yesu anarudi. Sisi tunaamini Yesu anarudi. Bwana asifiwe. Nataka kunipeleka kwa gari. Kuna siku pastor mwingine alikuja kwetu. Wakaita wachungaji wote wa Turkana. Wakasema naitwa Pastor Bulu, si unajua? Akasema mimi nataka tufungue kanisa yetu ya Turkana hapa. Mimi ni bishop. Wakaniita sasa siku hiyo waliniita kama nimekuwa keserati kidogo. Wakaniita hapo nikawacha wakaongea, wakaniambia Morizo ongea. Nikamwambia kitu ya kwanza mimi sijui biashara ya kuuza watu. Biashara mimi sijui ya kuuza watu, kutoa watu kanisani na kwenda hapa. Alafu nitoshe. Hii dini ni kubwa. Hii kwanza jana. Leo kama unataka kuanza na yako, uanze utafute mahali pengi. Maranatha kwanza jana. Ilianza 67.
67. Tumeona kitu kama hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni dini wanakuja pendua. Na unajua uzuri ya Maranatha. Ile kazi mnafanya hapa wanawaingilia. Iko kazi anawaingilia. Anawasimamia tu kwa taifa, kazi yao tu wanasimama huko. Lakini kazi hapa ndani ni wewe. Ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ni amri la wewe unakaa ndani. Mtu akisikia Maranatha hata akilete mcheo anapita tu hapa kando, alafu wewe mwenyewe unafanya kazi. Na Mungu anasema namna hii, kila mtu atasimama na matendo yake mbele za Mungu siku hiyo. Na kazi ya kila mtu itapimwa na moto. Kwa hiyo kazi ambayo unafanya mahali hapo unajua kwamba kuna siku hiyo kazi yako inapimwa. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mtu asikutishe na kwanza kama kuna ile mimi nachukia. Mimi nachukia hiyo. Wacha niseme leo hii. Mimi nachukia yenye imeanza juzi inaitwa ministry hii. Ati bishop hapa hata una kanisa lingine hata hapa anaitwa nini hapa juu. Hapa hakuna. Wewe ndio mama assembly. Wewe ndio unachukua sadaka. Wewe ndio sijiki kitu gani? Sikuji hiyo. Ni sikuji. Padani nienda kwa Lejo Maria. Sababu hata Lejo Maria kuliko kusema Bwana asipo anasema iwalarja na wanasema iwalarem. Ya, padani hawa sasa. Kuliko hii yako ambayo unaniletea hapa. Bwana Yesu asifiwe. Karibu mtu wa Mungu, mimi nimemaliza. Bwana asifiwe. Pigia Yesu makofi. Wangapi wamebarikiwa? Sema amen. Umesikia hiyo wala sema amen. Amechanganya na huko. Amen. Tusimame. Kama umebarikiwa, shukuru tu Mungu, ambie Bwana wastahili wewe. Kwa sababu Bwana ameandaa jambo katika maisha yangu. Praise and worship. Karibuni sana kumwabudu Bwana. Tuambie Mungu asante wewe ni Mungu. Unatupenda. Ni kama wewe. Tuabudu mfalme. Neno hili libariki moyo wako. Liinue moyo wako. Likupee mzingi na mwelekeo ya wokovu na imani. Kwa jina la Yesu. Asante Bwana. Tumepokea uzima wa neno lako. Tumepokea
pokea agano lako Bwana. Asante Jehova Mungu kwa kutujali na kutupenda, kwa kutujali na kutuokoa, kwa kutujali na kutuinua. Asante Roho Mtakatifu, wingi wa mpako wa amani, Bwana ni meza yetu siku zote, Bwana ni maisha yetu siku zote, Bwana ni mawazo yetu siku zote. Asante Jehova. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, Baba ninasema asante. Asante kwa neno lako la uzima. Asante kwa Roho Mtakatifu ambalo umetunenea mchana wa leo. Umebariki moyo wetu, umebariki maisha yetu. Baba, ni nani kama wewe? Asante Jehova kwa neno lako. Asante kwa mtumishi wako ambaye umemtumia mchana huu. Baba, pokea sifa maana ni bora. Tawala na kumwinua na kusimama naye siku zote. Baba, wewe ni Mungu. Simama na kanisa lako, simama na huduma wako, simama na madhabahu hii, inua huduma wako. Asante Baba. Kila mmoja ambaye amepokea neno hili, wacha likae katika mioyo yao, wacha likae katika maisha yao, wacha liwe msingi katika maisha yake. Tawala watakatifu wako, wainue watakatifu wako, wabariki watakatifu wako, inua maisha ya kiroho katika maisha yao. Asante Mungu, asante Baba yangu. Bariki wa mama hawa, bariki na wazee hawa, bariki na vijana na watoto. Mungu, achilia neema yako juu yao, wabariki Bwana. Asante Mungu, asante Mungu, asante Jehova, maana wewe ni Mungu wetu. Naomba kwa ajili ya magonjwa ambayo inawasumbua. Jehova Mungu mwenye nguvu na mamlaka, achilia neema yako, achilia mkono wako, mkono wa hodari, mkono wenye nguvu. Shuka na kugusa mioyo zao, shuka na kugusa mili zao, shuka na kugusa viungo vyao. Mali wanaungua, Baba, ondoa hiyo machungu, ondoa hiyo machungu, ondoa hiyo magonjwa, ondoa hiyo vichuko ya shetani, ondoa hiyo malaria ndani ya maisha yao kwa jina la Yesu. Hiyo malaria naitangazia, hiyo magonjwa naitangazia, hama kwa jina la Yesu. Toka katika hiyo mbingu, toka katika hiyo miungu kwa jina la Yesu, ikapata kushinda. Asante Baba yangu, asante Jehova, asante Emmanuel. Bariki watu wako, inua watu wako, wale wabaki nyumbani tunawaombea Baba yangu. Inua maisha ya kiroho katika maisha yao, inua mili zao na watakaze ya Mungu. Wape afya njema, wape tumaini, maana wewe ni Bwana. Asante Jehova, Jehova umetenda, na ni kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Pigia Yesu makofi.
Simama tu namna hiyo. Nataka nilete mtumishi wa Mungu aombe kwa sababu ya moto. Sema ninahisi machozi. Sema amen. Sema amen. Niko naona. Amen. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Kikwetu inasema hapa ikifanya hivi ni machozi. Sema amen. Na nimehisi kitu wiki mzima. Na ni mkono wangu wa kulia. Hapa tu. Bwana sifiwe. Sema amen. Nataka tupangue hiyo machozi. Nataka tupangue hiyo mauti. Nataka tuharibu mpango zote ya shetani. Hatakuwa na uwezo juu ya maisha yetu na juu ya kanisa la Mungu. Bwana asifiwe. Sema amen. Nataomba tu mtumishi wa Mungu ataomba. Kisha pia kido nataomba tupangue kwa jina la Yesu. Una nguvu